Katika video hii nitakuonyesha namna unavyoweza kujiunga na UTTMS kupitia app popote ulipo, maeneo yote ambapo upo, una uwezo wa kutumia app hii na kuweza kujiunga. Jambo la kwanza itabidi kudownload app. Ukisha download app ya UTTMS, tafsiri yake unaifungua. Ukifungua utakuja eneo hili. Kama wewe ni mwekezaji mpya, utaingia kwenye sehemu imeandikwa sign as a new investor. Na ukishaingia hapo utabonyeza. Ukibonyeza hapo itakuja sehemu hii hapa. Tafsiri yake utabidi kwenda kwenye sehemu ambayo imeandikwa individual. Ukishaenda kwenye sehemu hiyo iliyoandikwa individual, tafsiri yake utabonyeza hapo kwenye sehemu ya individual, alafu baadaye utashuka hapo chini kwenye sehemu ambayo imeandikwa proceed. Ukishaenda pale sehemu ambayo imeandikwa proceed, itakuleta sehemu hii. Sehemu hii itakuhitaji wewe uweke namba yako ya simu. Utaweka namba yako ya simu, na baada ya kuweka namba yako ya simu utaenda kwenye sehemu hiyo iliyoandikwa proceed na kupeleka kwenye hatua nyingine inayofuata. Hatua inayofuata hapa itakuhitaji kuweka OPT itakayokuwa imekutumia. Utatumiwa namba ya verification kwenye simu yako kwenye message ya kawaida, na ambayo hiyo namba utaiweka sehemu hiyo ambapo nimekuonyesha. Na baada ya kuiweka kwa makini na vizuri, utaenda sehemu ya proceed. Baada ya kutoka sehemu hiyo, tafsiri yake utakuja hapa na kuweka na ku verify, na ukishamaliza kufanya verification, tafsiri yake itakuleta sehemu hii ya pili ya wewe kuanza kuverify zile taarifa zako. Tafsiri yake ni kwamba kule mtaweka namba ya simu. Baada ya kuweka namba ya simu itakupeleka sehemu ya kuandika namba ya NIDA. Baada ya kuweka namba ya NIDA, tafsiri yake itakuletea verification ya namba ya NIDA, itapeleka kwenye sehemu ya email. Kwenye email utachukua ile namba ya verification, utaiverify. Baada ya kufanya verification, itakuleta hapa kwa ajili ya kukuuliza baadhi ya maswali kwa ajili ya verification ya NIDA yako. Itakuuliza baadhi ya maswali ambapo sasa ukija hapo utabonyeza hapo. Ukishabonyeza hapo utaenda sehemu ya proceed. Sehemu ya proceed, ukishamaliza kujaza maswali yako yote utakayoulizwa, utaandikiwa successful verification, na maana hapo utakuwa umemaliza awamu ya kwanza, ambapo sasa ukiingia awamu ya pili utakuja kujaza taarifa zako za username ambao unataka kuitumia, alafu hapo utaandika chini yako utaandika password, alafu pale chini yako utaandika password tena kwa ajili ya kufanya confirmatory. Baada ya hapo utakuja sehemu hiyo ya chini kwa ajili ya kufanya confirmation, na hii sehemu ya chini tafsiri utakuja kufanya confirmatory na kuweza kusubmit. Ukisha submit, tafsiri yake itakuletea eneo litakalo kuweza kufanikisha kuendelea. Na hapa ni mfano tu wa wewe kuweka. Mfano kwenye username unaweza kuweka jina lako, lakini kwenye password tarakimu 8 ambazo zina mchanganyiko wa namba pamoja na herufi au na alama mbalimbali. Na ukisha submit itakuleta kwenye sehemu ya mwisho ya kuweka pin. Pin utaweka tarakimu 4 ambazo utaweza kuzikumbuka wewe mwenyewe binafsi, ambazo hazitaweza kukuchanganya kabisa, na hiyo inabidi uweke kwa makini sana. Lakini pia hapa nimekuwekea namna ambavyo unaweza kuangalia uwekezaji wa UTTMS ambavyo unaweza ukafanikisha kuingia katika eneo la mafanikio makubwa kama utakuwa na lengo la kuwekeza kwa muda mrefu sana. Na hapa nimekuonyesha matokeo ambapo kwa mtu ambaye amewekeza kwa miaka 10 kwa kuweka $100,000 kila mwezi atapata milioni 23. Kwa muda wa miaka 15 atapata kiwango cha milioni 50. Kwa muda wa miaka 25 atapata kiwango cha 178 milioni. Kwa kiwango cha muda wa miaka 30 atapata 325 milioni. Hii ni pale unapowekeza $100,000 kila mwezi kwa hiyo miaka pasipo kukoma. Na hapa katika eneo la kujiunga, ukifika hapa tafsiri yake itakupeleka kwenye hatua nyingine. Hatua ile ya kujiunga moja kwa moja tafsiri yake ni kwamba itakuletea vitu vya kujaza, taarifa mbalimbali kama nominee ni mrithi wako, utaandika mrithi wako, itakuwekea sehemu ya kiwango gani utakuweka, unaweza kuweka 100%, lakini pia itakuletea mifuko mbalimbali. Baada ya kufika hapa tafsiri
Kadri unavyozidi kuendelea mbele itazidi kukupa maelekezo ya nini uweze kuandika katika sehemu hizo za mbele. Tafsiri yake utaenda kuandika sehemu taarifa zako za benki, utaandika taarifa zako za mfuko unaotaka kujiunga utauchagua. Na kama ukipata changamoto, tafsiri yake ni kwamba nitakuwekea namba yangu hapo chini ili uweze kufanikiwa kunitafuta na kuweza kufanikisha kukupa maelezo yatakayoweza kukusaidia.